Oh, Vanessa, karibu. Ah, niko nakuomba msamaha kwa ajili. Uko sawa? Ya, niko sawa. Nilikuwa naomba msamaha kwa kile nilichokiongea jana. Naomba nisamehe, sikumaanisha. Vanessa, uko sawa? Ya. Vanessa akaanguka. Ikabidi Taylor mbebe amweke kwenye sofa. Akamwambia uko sawa? Ya, niko sawa. Niache. Bella akaingia. Akaona. Basi dada yake alivyorudi kazini akamwambia, habari dada. Dada akamuuliza uko sawa? Akamwambia hapana. Kuna shida gani? Akamwambia Vanessa alipata mshtuko wa moyo. Aliokuja nijaribu kuomba msamaha kwa kile nilichokiongea jana, lakini rafiki yako ananiambia kwamba Vanessa ana ugonjwa wa akili. Akamwambia ugonjwa wa akili? Amesema ndio, tumfukuze. Ikabidi Charlotte ashangae na akacheka. Akamwambia achana nao, unajua Bella na Vanessa wana bifu. Basi Taylor ikabidi amtafute dokta kwa ajili ya Vanessa. Dokta alipofika akamwambia hai, kwa jina naitwa Dr. Sonia, nimekuja kukusaidia. Vanessa akamwambia niko sawa. Taylor ikabidi aondoke amwache Vanessa na dokta. Akamwambia nimekuja kukusaidia. Vanessa akamwambia mimi niko sawa, sihitaji msaada wowote. Akamwambia ulipata mshtuko wa moyo na ni mbaya sana kwa afya yako. Mimi ni dokta mzuri, naweza nikakusaidia, kwa sababu huu ugonjwa ukiendelea ni mbaya sana kwa afya yako. Kwa hiyo mimi nimekuja kukusaidia, naomba nipe nafasi. Vanessa akamwambia okay sawa, lakini naomba leo tuishie hapa, tufanye siku ingine. Dokta akamwambia basi sawa, niko kwa ajili yako, nitakuja tena, lakini inabidi uchangamane na watu. Charlotte ikabidi amfuate Bella. Akamwambia umefanya nini? Kwa nini umefanya vile? Kwa nini umemwambia Taylor Vanessa na ugonjwa wa akili? Na kwa nini unataka tumfukuze Vanessa? Kwa nini una roho mbaya Bella? Mbona sikuelewi? Cha kwanza ulimdanganya kakaangu na kumpa namba za mtu wa passport fake, nikakuangalia tu, na sasa unataka tena uanze kumwingiza Vanessa. Kwa nini unamchukia huyu binti? Sikiza nikwambie, mimi na Vanessa tumetoka mbali na siwezi kumfukuza Vanessa hata siku moja. Na kuangalia, naomba uache hiyo tabia. Ambie bestie, nilikuwa natania, sikumaanisha kabisa. Akamwambia sipendi utani wa namna hiyo, na sipendi mtu amchezee kakaangu, sio wewe wala mwanamke mwingine. Sipendi tabia yako Bella. Bella akamwambia nisamehe bestie, nisamehe. Niache Bella, badilika Bella. Ni siku ingine tena tunamwona Dr. Sonia kaja kumtembelea Vanessa, na inaonekana Vanessa ana furaha sana. Nitakamuuliza unaendeleaje, vipi, umeweza kutoka? Akamwambia dokta, sijaweza kutoka, lakini nafanya kazi, nafanya shughuli za nyumbani na pia nasoma vitabu, kwa sasa hivi naendelea vizuri. Dokta akamwambia ni vizuri, lakini utakuwa utoke nje, uchanganyikane na watu, uingie mtandaoni na uendeleze maisha yako ya zamani. Aambia dokta nitafanya hivyo, lakini kwa sababu naendelea vizuri. Dokta akamuuliza bibi kuhusu ile sauti. Aambia niko sawa. Bella ikabidi amfuate Taylor. Akamwambia baby, nimekuja nimetoka kwa ajili yako. Taylor akamwambia naomba uondoke. Na kwa nini unaingia chumbani kwa mtu bila kupisha hodi? Ni tabia mbaya. Akamwambia kupisha hodi?
hata mimi nataka kupisha hodi. Mimi ni mpenzi wako. Come on baby. Ambia, niache. Bella, niache. Nisikilize. Sitaki kukuona chumbani kwangu. Na kuomba utoke. Na mimi sikupendi na hisia na mwanamke mwingine tofauti na wewe. Bella akaanza kushangaa. Usifanye hivyo. Usifanye hivyo. Nakupenda Tyla. Nakupenda, usinifanye hivyo. Marafiki zangu, followers wangu wanajua nina date na wewe. Tyla akabidi ashangae. Followers? Ndio. Mtandaoni wanajua mimi na date na wewe. Usifanye hivyo. Nakupenda sana. Nakupenda Tyla. Basi Bella ikabidi amfuate Vanessa, akamwambia, wewe, najua umekuja hapa kwa sababu gani. Najua unampenda Tyla, lakini Tyla ni wangu na jana usiku nilikuwa naye. Vanessa akamwambia, okay, nilikuwa naye na tumeenjoy sana, kwa hiyo naomba ukae mbali na Tyla. Akamwambia, wow, kumbe ni wako. Sasa unafanya nini hapa? Unafanya nini hapa kama Tyla ni wako? Bella alivuta mdomo. Huyo ikabidi aondoke. Akaenda sebleni. Akamkuta Tyla kaka zake pale. Akamwambia, hi baby. Tyla akamwambia, hi, umefuata nini? Nimekuja kukupa kampani. Sijisikii kuongea na mtu sasa hivi, naomba niache mwenyewe. Akamwambia, sawa. Mara Vanessa akanatoka. Bella akabidi akimbilie mapajani kwa Tyla. Baby, nimefurahi sana kwa ajili ya jana usiku. Nimefurahi sana kweli. Vanessa baada ya kuona vile ikabidi aingie chumbani na kujifungia. Bella akabidi ashuke. Akamwambia, sorry. Basi tunamwona Tyla akaingia chumbani kwa Vanessa. Vanessa akamwambia, mfuata nini hapa? Akamwambia, nakuona unaniignore. Nimefanya nini? Kosa langu ni nini Vanessa? Akamwambia, hujui kosa lako? Kwani usiende kumwambia mpenzi wako? Kwani usiongee na mpenzi wako? Jana usiku silikuwa naye na mmeenjoy. Naomba niache. Hamba utoke. Toka, najiandaa, mimi nataka kutoka haraka. Naomba utoke chumbani kwangu. Akamwambia, unanifukuza? Basi sawa. Vanessa akatoka. Tyla akamzuia mlangoni. Akamwambia, kwani unafanya hivyo? Mimi jana usiku sikuwa na mtu. Sikuwa na mtu kweli. Naomba nielewe. Vanessa akamwambia, unajua sitaki mazoea na wewe. Sitaki kuvunja heshima. Kwa hiyo naomba niache nipite. Akamwambia, hapana. Shida nini? Akamwambia, wewe ulikuwa na mpenzi wako jana. Mmeenjoy. Mfuate Bella kuongea naye. Kwani unanisumbua? Mfuate Bella. Naomba usinisumbue. Jana mmeenjoy. Mmefurahi wenyewe. Mmepakatana sebleni leo. Alafu sasa unakuja kuniambia nini? Naomba niache. Akabidi aondoke. Tyla akabidi ashangae. Tunachukua kipande kingine tena, tunamuona Bella, Charlotte na Vanessa wamekuwa wamepumzika huku wakawa wanapata kinywaji. Bella akaanza kusema, yaani natamani Tyla angekuwepo hapa. Jana kanifurahisha sana. Tyla ni mwanaume ambaye nilikuwa namtamani muda mrefu na nimempata. Charlotte akamwambia Vanessa, uko hapa? Uko sawa? Mbona uchangie chochote? Akamwambia, sina cha kuchangia. Bella akamwambia, hata hivyo ya kuhusu, hauna cha kuchangia. Akamwambia, pumbavu, naomba unyamaze. Bella akataka kuamka ili ampige Vanessa, lakini Tyla akatokea. Akamwambia, acha. Akamwambia, lakini umemsikia? Akamwambia, wewe ndio umemwanza. Sikiza nikwambie, hauwezi kuwa mwanamke wangu na hautokaa kuja kwa mwanamke wangu.
Akamwambia, lakini Taylor, kwani unanifanyia hivi? Kwani kila muda uko upande wake? Mimi ni mwanamke. Akamwambia, ndio, wewe ni mwanamke, lakini huwezi kuwa mwanamke wangu. Utaka ukawa mwanamke wangu, sio kwa maisha ya sasa wala baadaye. Jana ulipokuja usiku chumbani kwangu na kuanza kufanya vitimbu vyako, mara umekuja kunikalia mapajani. Huwezi kuwa mwanamke wangu, naomba niachie. Akaondoka. Baada ya kuondoka, Vanessa akaanza kucheka. Bella akakasirika, akataka kumpiga kofi. Charlotte akamwambia, tulia, lakini umetakuwa rafiki yangu, nani upande wangu, wewe ni rafiki yangu. Akaambia, tulia Bella. Basi Bella huyo akamwambia, tulia hivyo hivyo, najua ulipotoka usiku huu wenzako wamelala, wewe una kazi unazunguka. Tena akamwambia, wewe ni nani kwenye nyumba yangu unanipangia pakwenda, na kwa nini unanifuatilia? Akamwambia, najua kila kitu. Ghafla Charlotte akaja, kwani mnashauti wakati mnajua ni usiku? Kwani mnashauti? Akamwambia, mwambie rafiki yako asinifuatilie, hapa ni kwangu. Hapana, hapana, usiku ukatoka wapi? Nishakwambia huyu na Vanessa kuna kitu kinaendelea. Akamwambia, Bella, mimi namjua Vanessa vizuri, hamna kinachoendelea kati ya Vanessa na Taylor. Naomba nielewe, hebu twende. Taylor akamwambia dada yake, naomba mwambie rafiki yako asinifuatilie kabisa na mambo yangu. Hapana, sio mambo yako, ni mambo yetu. Haya, naomba utoke hapa kama mjusi, ondoka. Bella akabidi aondoke kwa hasira. Charlotte ikabidi amfuate. Tunaonyeshwa Taylor na Vanessa wakiwa wamekaa sebuleni wanapiga stori. Mara Charlotte anaingia. Naona maadui wawili leo wamepatana, naona mnaenjoy tu. Akaambia, Vanessa, una chochote cha kuniambia? Una chochote cha kuniambia? Akaambia, hapana. Charlotte akaambia, okay, sawa, mimi kesho na dinner date, kwa hiyo naomba kanichukulie gauni. Akaambia, kesho unaenda date? Unataka nikuchukulie nguo? Basi sawa. Akaambia, kesho na date, twende ukanichukulie nguo. Akamwambia, of course, twende. Kabidi ondoke, lakini tena akaambia, nilikuwa nahitaji kinywaji. Akaambia, kachukua mwenyewe. Wakaondoka. Taylor kabidi abaki mwenyewe. Tunachukua kipande kingine tena. Taylor ipo anamsubiri Vanessa mlangoni. Vanessa baada ya kutoka akashangaa, wewe unafanya nini hapa? Dada yako anaweza katoka muda si mrefu. Unafanya nini? Nimekumisi, niko nakusubiri. Hii sio sehemu salama. Taylor, usifanye hivyo bana, dada yako bado iko ndani. Usijali Vanessa, nimekumisi. Kabidi amshike mkono apande naye juu. Tunamwona sasa Vanessa anatoka chumbani kwa Taylor, anakutana na Charlotte. Anamwambia, niambie, ni kwa muda gani umeanza kulala na kakangu? Sema Vanessa. Kumbe Bella alikuwa sahihi. Nilikuwa nakutetea, kumbe Bella alikuwa sahihi. Siamini Vanessa. Ikabidi Taylor atoke. Kuna nini? Ni kwa muda gani mna mahusiano? Akamwambia, mimi na Vanessa tuna mahusiano, lakini hatuna muda mrefu. Akamwambia, kwani Vanessa, wewe ndo unakunifanyia hivi? Uliapa
utamtesa mwanaume yoyote ambaye utaingia naye kwenye mahusiano kwa hilo uliopitia nyuma. Kwa hiyo ndo umeamua kuja kufanya kukangwe. Nilikuamini Vanessa, kwani unanifanyia hivi? Kwani unataka kumfanyia kakangu hivi? Ikabidi Saila aulize, ni kweli? Vanessa akakosa jibu. Sema, ongea Vanessa, naomba utoke kwangu, toka. Saila akasema, haendi popote, mimi ndo nikukaribisha na mimi ndo nakufukuza, naomba uondoke, toka Vanessa. Naomba, nimekwambia hivi, toka, toka, nimekwambia. Saila akasema hawezi kwenda popote. Vanessa, out. Charlotte akaondoka, akamaanisha Saila na Vanessa. Vanessa alishopozi, ikabidi naye aondoke. Saila hakuamini, akamfuata Vanessa chumbani, akamwambia, yale dadangu aliyoongea ni ya kweli? Akamwambia, ndio, niliapa kumtesa mwanaume wote nitakaingia naye kwenye mahusiano kwa sababu ya yale yote niliyopitia nyuma. Akamwambia, kwa hiyo hata mimi ulikuwa hujanipenda? Akamwambia, ndio, nimekwambia niliapa kwa yoyote yule atakuja kwenye maisha yangu lazima nitamtesa kama mimi nilivyoteswa. Kwa mimi sikupenda. Kwa hilo yote nilokufanyia Vanessa, hii ni kweli unanitamkia hivi? Siamini, siamini Vanessa. Mama niambie unanidanganya. Kwa maana nikikuangalia naona upendo wa dhati, naona upendo wa dhati kwenye macho yako. Najua unanipenda Vanessa, na imani unanipenda. Akamwambia Tila, mimi sikupende. Vanessa, usiseme hivyo, mimi nimekupenda. Vanessa akamwambia, mimi sikupendi na nilifanya vile tu kwa ajili ya kukuumiza. Sina maana ya kupenda tena kwa hilo yote nilopitia. Tila aliumia sana. Vanessa akamwambia, kama anahitaji upendo. Tila kabidi amke, akamwambia, kwa nini hukuniambia mapema? Kwa nini hukuniambia mapema ili nisikupende? Una sasa ninavyoumia. Tila ilibidi atoke nyumbani, akaenda moja kwa moja kwa rafiki yake na kuanza kunywa pombe na kuvuta sigara. Rafiki yake alimshangaa sana. Umepata na nini Tila? Niambie, shida ni nini? Unakunywa pombe kupitiliza, unavuta sigara kupitiliza, shida nini? Niambie. Tila alimkata jicho, akamwambia, niache, usinishike, niache ninywe pombe, niache nivute sigara, nimekwambia niache. Nafikia kamwambia, siwezi kukuacha, siwezi kukuona ukiwa katika hali hii, sijakuzoea hivyo Tila, jaribu kujikontrol, wewe ni mwanaume, jaribu kujikontrol. Basi tumemwona Pamela kamfuata Tila, shida nini? Umeitoa chakula hauji, umekaza unajifungia ndani, kisa ni huyo malaya? Tena akabidi akae kitandani, akamwambia,
naomba usimwite hivyo, sipendi. Yule anaitwa Vanessa na sio kama unavyomwita. Kwa nini unamtetea mwanamke ambaye amekuumiza moyo wako? Kwa nini unamtetea? Akamwambia, yule ndo mwanamke nilompenda na sio mwingine. Akamwambia, naomba utoke kwangu, mimi nimetumwa na dada yako nije nikutie chakula na kushangaa unavyokuwa na mawazo kisa mwanamke ambaye akupendi. Tena akataka kumpiga kibao Bella. Akamwambia, sitaki tena urudie kumwita majina ya ajabu Vanessa, umenielewa? Na kuanzia sasa sitaki mazoea na wewe, naomba uondoke. Oh, Tyler, unataka kunipiga kisa Vanessa? Okay, sawa, naondoka. Tunachoma kipande kingine, tunamwona Vanessa akiwa amekaa anatafakari. Sijui nimpigie, sijui nimtumie message, sijui anaendeleaje, ila nimemisi. Tunaona Bella akaja kwa Charlotte, na leo ndo ile siku ambayo Tyler atakuwa rudi Marekani. Wakawa wanajiandaa kwa ajili ya kumsindikiza na kumwambia muda unakaribia, lakini ghafla mlango unafunguliwa, anaingia Vanessa. Anamwambia, samahani, naomba nisamehe Tyler, naomba nisamehe kwa yote, nimejua makosa yangu, lakini siwezi kuishi bila wewe. Nimegundua na kupenda Tyler, naomba nisikilize japo kidogo, naomba nisamehe, bado nakuhitaji, nisamehe Tyler. Tyler akawa msikiliza, nisamehe, najua nilikukosea, lakini nisema vile kwa ajili tu ya hasira. Tyler akamsogelea, Vanessa, nilijua hii siku utafika, nilijua utakuja na kuniomba msamaha na kukiri yale yote. Najua unanipenda Vanessa, mimi nimekusamehe. Charlotte akamwambia, Tyler, usimsikilize huyo, ni mwongo, amekuja tu kukumaliza. Akamwambia Vanessa, mimi nimekusamehe, naenda sasa. Akamwambia, rafiki yangu Charlotte, najua nilikukosea, nilikukwaza pia, wewe ni rafiki mzuri sana, ndio maana hata siku ile ulivyoniambia niondoke, niliondoka, ila naomba nisamehe. Nampenda sana Tyler na nimeligundua hilo baada ya kuwa naye mbali. Nampenda sana, naomba nielewe rafiki yangu, naomba unisamehe, sitorudia makosa na kuahidi kumpenda Tyler na sitokaa nikamuumiza. Charlotte kabidi ainamie tu chini. Tyler akamshika mikono Vanessa na kumsogelea. Nakupenda sana Vanessa, nakupenda na sitoka nikakuacha, wewe ndo furaha yangu. Nakupenda, hata nikienda huko bado utakuwa moyoni na nitarudi kwa ajili yako na kuahidi. Nakupenda sana. Akamkisi. Bella alikasirika sana, alikasirika mno. Na huu ndo mwisho wetu wa movie wetu pendwa ya Only You. Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe. Tunakaribisha tena kwa movie zingine nzuri na nzuri sana. Tunawapenda.